Bwana Yesu asifiwe. Ndugu mpendwa mtazamaji wangu, ni Jumamosi nyingine tena iliyokubalika mbele za Mungu mwamuzi na mwokozi wetu, ili atupe nafasi hii tena ya kukutana ili tuombe. Sasa tunakwenda kufungua ibada yetu hii kwa maombi. Bwana Yesu hakuja ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali amekuja ulimwenguni ili aokoe ulimwengu. Yesu, tuokoe mikononi mwao wanaotuchukia, ili tupate kukuabudu, ili tupate kukutumikia pasipo hofu. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Kanisa tuseme amen. Ujumbe wa leo, mwana wa Mungu, unasema ni dhambi na adhabu yake, ambao tunaipata katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya 3 na mstari wa 15. Maandiko yanasema, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa na wewe utauponda kisigino. Maandiko yanasema nitaweka uadui kati ya uzao wa mwanamke na uzao wa mwanaume. Ukisoma maandiko, uzao wa mwanaume, uzao wa mwanamke ni Yesu Kristo, na uzao wa nyoka ni Ibilisi na Shetani. Hao ndo uzao wa nyoka. Sasa Bwana Mungu anasema nitaweka uadui kati yako, kati ya uzao wa nyoka na uzao wa mwanamke. Nini maana yake? Kwamba watakuponda kichwa na wewe nyoka utawaponda kisigino. Sasa ukisoma maandiko utaona maana neno kuponda kichwa, ya kwamba kuponda kichwa ni kitendo cha Yesu Kristo kumnyang'anya Shetani mamlaka, yani kumnyang'anya ufunguo. Na kitendo cha kuponda kisigino ni mateso ya Yesu Kristo pale msalabani. Wakati Yesu Kristo anateswa pale msalabani, watu hawakuamini kama atakuja kufufuka. Ndio maana Yesu alipotoka katika wafu, alipofufuka, alienda kwa Tomaso akamwonyesha kwamba hakikisha. Tomaso alipoangalia ubavuni, alikuta Yesu amechomwa mkuki, au niseme alikuta Yesu ana makovu ya majeraha aliyoyapata kwa Shetani. Kwa hiyo somo hilo linatuonyesha kwamba mikuki ile aliyochomwa Bwana Yesu inaashiria ni kupondwa kisigino. Inaashiria kuwa ni kitendo cha kupondwa kisigino. Kwa hiyo mwana wa Mungu, hata katika dunia yetu sasa hivi matukio kama hayo kwa watu waliookoka bado yanaendelea. Biblia inasema makwazo hana budi kuja ila ule wake yeye anayesababisha. Sasa mwana wa Mungu, naomba usiwe chanzo cha kwazo, bali uwe chanzo cha kusolve migogoro na matatizo katika jamii. Ukisoma maandiko katika kitabu cha Hesabu sura 21 na mstari wa 6, maandiko yanasema nyoka wale walikuwa wanang'ata wana wa Israeli. Walikuwa wanawang'ata wana wa Israeli. Wana wa Israeli wanakufa. Maandiko yanasema Musa akaenda kumwomba Mungu. Alipomwomba Mungu, Mungu akamwambia Musa, tengeneza nyoka wa shaba, muweke pale juu, ili mtu aking'atwa na nyoka, atakapokuwa akinoa macho kuangalia ile nyoka wa shaba utakaye kuwa umemtengeneza, atakuwa anapona. Musa akafanya kama alivyoambiwa na Mungu, akaweka nyoka wa shaba pale. Wana wa Israeli kila king'atwa na nyoka, alikuwa akitizama ile nyoka, mara anapokea uponyaji. Na leo ukisoma maandiko katika kitabu cha Isaya sura ile ya 9 na mstari wa 6, anasema tumepewa mwanaume mwenye uweza, mwenye nguvu, mwenye ushindi, aliyeshinda hata kifo na mauti. Kwa hiyo mwana wa Mungu, leo hatuinui macho kuangalia nyoka wa shaba. Leo hatuangalii nyoka wa shaba, bali leo tunamhitaji huyu mwanaume ambaye tumepewa. Ndiye tunayestahili kumwangalia, naye tukisha kumwangalia tutapata chochote kile tunachokitegemea. Kwa jina la Yesu Kristo tutapona. Kwa jina la Yesu Kristo tutapokea. Kwa jina la Yesu Kristo tutainuliwa. Maana nasema mniangalie mimi, enyi ncha za dunia, mpate kuokolewa. Anasema ombeni chochote kupitia jina langu, nami nitawapa. Anasema niiteni, nami nitaitika.
Kwa hiyo tulishatoa macho kuangalia nyoka wa shaba, tulishaacha kuangalia mambo mengine ya huko nyuma. Leo tunamwangalia Yesu Kristo, mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Tukisoma maandiko tena katika kitabu kile cha Ufunuo sura ya 12 kuanzia mstari wa kwanza, maandiko yanasema, na ishara kuu ilionekana mbinguni, mwanamke aliyevikwa taji, na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake, na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12. Na ishara nyingine tena ikaonekana mbinguni, joka mkubwa aliyekuwa na kokota vitu vingi ambavyo siwezi hata kusema. Mwanamke yule, Biblia inasema kuwa alikuwa katika utungu, hali akitaka kujifungua. Nyoka naye amejiandaa pale, ili mara mama yule jifunguapo tu amle mama na mtoto wake. Lakini maandiko yanasema katika harakati hizo bado Mungu alionekana, bado Mungu aliokoa, bado Mungu alitenda mambo makubwa, mpaka kusudi la Mungu likatimia kupitia ndoto za yule mwanamke. Kwa hiyo mpendwa, najua wapo watu wanawinda ndoto zako ili waziue, hao ni nyoka. Najua wapo watu wanawinda biashara zako ili waziue, hao ni nyoka, maana nyoka kazi yake ni kuua. Najua wapo watu wanakuinda hata wewe mwenyewe ili wakuzuru, hao ni nyoka. Lakini usiogope, yupo Mungu wa Israeli aliyemshindia yule mwanamke kule, na wewe atakushindia. Yupo Mungu wa Israeli aliyewashindia wana wa Israeli, na wewe atakushindia. Hakuna kushindwa, maana Biblia inasema Mungu hakuna jambo asiloliweza, na Mungu hajawahi kushindwa. Ukisoma maandiko tena katika kitabu cha Mathayo sura ya 7 na mstari ule wa 7, anasema ombeni nanyi mtapewa. Kwa hiyo tukimwomba Bwana lazima tupewe kile tunachokihitaji, maana ni agizo lake amelitoa ili tumuombe. Niombe mwana wa Mungu naye nisikiliza asubuhi ya leo, uchukue jukumu la kuomba Mungu ili akuepushe na hao wanaokusudia kuua ndoto zako. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini, amen.